Kabla hospitali haijawa na idara ya magonjwa ya dharura, wagonjwa walikuwa wakifika hospitali wanafikia idara ya magonjwa ya nje, yani OPD. Kwa hiyo OPD kazi yao ni kupokea wagonjwa halafu na kuwapeleka wodini. Kwa hiyo kuna tofauti mkubwa. Lakini tunapozungumzia idara ya magonjwa ya dharura, kazi yake sio kupokea wagonjwa na kuwapeleka wodini. Kazi yetu ni kupokea wagonjwa na kuwasoti kulingana na matatizo walionayo. Mwenye tatizo kubwa au tatizo ambalo linaweza likapelekea kifo kwa muda mfupi ujao, tunaanza kwanza kumhudumia hapa mpaka kitengama akiwa vizuri. Sasa ndio tunampeleka sehemu anayotakiwa kwenda. Kama anatakiwa kwenda wodini, tutampeleka wodini. Kama anatakiwa kwenda theater, tutampeleka theater. Kama anatakiwa kwenda ICU na kwingineko, kwa anaenda kule kuendelea na huduma mpaka atakapokuja kuruhusiwa hospitali. Kwa hiyo inasaidia kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa mtu anaweza kupata tatizo kubwa zaidi au anaweza kafa dakika 5-10 baada ya kufika hospitali. Sasa ili asife ndani ya muda huo, inabidi apate matibabu hapa kwenye idara ya magonjwa ya dharura. Kwa hiyo tuna vitu mbalimbali ambavyo vitasaidia mgonjwa huyo kuhudumia. Kwa mfano tuna oksijeni tunampatia mgonjwa akiwa hapa katika idara ya magonjwa ya dharura. Baadhi ya vipimo vya dharura tunaweza tukavipima, kwa mfano vipimo kama ECG tunampima akiwa hapa. Tukigundua tatizo kubwa, kwa hiyo tunamwanzishia matibabu na kumpeleka sehemu ambayo anatakiwa, au tunaweza tukampa referral kwenda sehemu zingine kama Muhimbili, Benjamin Mkapa, kama Jakaya Mrisho Kikwete Cardiac Institute, kwa kutokea hapa kwenye idara yetu ya magonjwa ya dharura. Sasa ukisubiri mgonjwa mpaka afike wodini, anaweza kachelewa kuanza kupata huduma. Lakini pia hatujui kutoka katika jengo hili mpaka kufika pale anapotakiwa kwenda, kama ni wodini, inawezekana kafia njiani. Kwa kabla hajafa, kabla hajapata matatizo zaidi, sisi tunaweza kumhudumia, ndio tunaamua kumpeleka wodini tukiridhika kwamba hali yake sasa itaweza kusababisha mgonjwa afike sehemu husika.